Kwa hiyo kiasili Maka ni mji wa Afrika. Sio maneno vizuri. Kiasili Maka ni mji wa Hajiri, Misri ni mji wake. Ndio maana wale Waarabu walikaa pale kwa chini ya amri ya nani? Ya Hajiri na mwanae Ismaili. Kwa hiyo kiasili Maka ni ya kwetu sisi. Hiyo historia uelewe vizuri. Maka ni ya kwetu sisi wa Afrika. Aliyeasisi mji wa Maka ni Hajiri, Misri. Na Hajiri Misri ni Mkipti, sio Mwarabu wala si Mwajemi, ni Mwafrika. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa tena na Sheikh Abubakar Kada kwa ajili ya kufanya kipindi kingine ambacho tumekuwa tukifanya juu ya unabii wa Danieli, unabii katika kitabu cha Danieli, kutokana na ile ndoto aliyoota Nebukadneza kuhusiana na utawala wa mnyama, ambaye mnyama tumemwona na sifa tofauti tofauti. Tumekuwa tukifanya kipindi hiki tangu mwanzo tukiangalia tawala za dunia tangu zilivyoanza, tangu tukiangalia wa Babiloni, tukiangalia Wajemi na Wamedi, tukaangalia Wagiriki, alafu tumekuja tukaangalia Warumi, mpaka sasa hivi bado tupo kwenye Roman Empire, kwa sababu haya yanatokea. Tunaona sasa hivi kuna vita ya Irani, tunapata historia ndani yake, na Marekani tunapata historia ndani yake, juu ya haya mataifa ambayo yamewahi kupigana, juu ya tawala na tawala nyingine ambazo zimewahi kupigana. Kwa hiyo karibu sana, tuwe na sisi mwanzo mpaka mwisho. Mwalimu, karibu sana, wasalimia watazamaji, tuingie kwenye kipindi moja kwa moja. Naam, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Na ndugu zangu, kama alivyosema kwamba tunazungumzia zile tawala 4, lakini kadhalika tunazungumzia utawala wa jiwe ambao huu sambamba ukiwa na utawala wa Roma ambao ni utawala wa 4, na kama tulivyoona kwamba katika utawala wa 4, katika ule mwili wa mnyama, sehemu ya miguu ilikuwa na vidole 10, kwamba ule utawala ungeendelea kubaki na kuendelea kuwa na nguvu, japokuwa kuna baadhi ya mataifa mengine yatakuwa hayana nguvu sana, ndio maana vile vidole vikawa vina mchanganyiko wa udongo na chuma. Sasa tulivyozungumza katika Danieli katika ile sura ya 7 aya ya 10, tulizungumza tukasema kwamba katika yote haya yalipokuwa yanafanyika kuelekea mwisho wa ule utawala wa mnyama, kwa sababu Danieli anasema baadaye waliuteketeza ule mwili wake wakauangamiza, lakini wanasema kwamba katika mazingira hayo alionekana mtu mmoja kutoka mawinguni, akaja akamfikia mzee wa siku, na vitabu vya hukumu vikawekwa vikafunguliwa. Tulivyosoma katika kipengele hicho, tumesema kwamba utawala huu wa jiwe ni utawala wa Mungu mwenyewe, kwamba Mungu wa mbinguni atasimamisha utawala ambao hakuna yoyote katika wanadamu ambaye anaweza kuangamiza utawala huu. Na tunaposema utawala huu, ina maana kwamba hata wanafunzi wa Yesu walitamani. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 8, walimuuliza Yesu, hapo ndipo utakaporudishia Waisraeli ufalme? Yesu akasema, si juu yenu kujua majira na nyakati. Kwa Yesu mwenyewe alikuwa anataraji kwamba ufalme wa Mungu utarudi, kama ilivyokuwa wakati wa Nabii Suleiman na Nabii Daudi, utawala wa kidini, utawala wa Mungu, mpaka wakati wa waamuzi, wakati Israeli inatawaliwa kijeshi na wale wakina Samueli, wakina Yoshua na wengine wote ambao walipigana ili kuleta nusura katika nchi ya Bani Israeli, mpaka kuja mfalme wa kwanza Taluti, ambao Biblia inaitwa Sauli, kuja Nabii Daudi, Suleimani. Huo ulikuwa ni ufalme wa Mungu, na kilikuwa ni kipindi cha dhahabu kwa wana wa Israeli, yani kiutawala. Lakini baadaye tunaona kwamba Waisraeli walipoteza mwelekeo, wakaangukia katika mikono ya mataifa, wakatawaliwa sana. Sasa walitamani ufalme wa Mungu urudi tena. Kwa maana hiyo, kitu cha msingi watu wanatakiwa waelewe vizuri sana. Sisi Waislamu tunapozungumza utawala wa Mungu au ufalme wa Mungu, tunamaanisha kuanzia manabii wote. Tunaposema utawala wa Mungu, hatumaanishi Muhammad peke yake. Maana lazima tuelewe vizuri. Sisi itikadi yetu tunaamini kuanzia Adamu, kuanzia Musa, tunakuja Ibrahimu, Isahaka, Yakobo, Suleimani, Daudi, wote hawa wanazungumzia kingdoms of heaven, utawala wa Mungu. Kwa maana hiyo watu waelewe vizuri, tunapozungumzia utawala wa Mungu hatumaanishi Muhammad na maswahaba peke yake. Tunamaanisha kwamba Uislamu ni sheria ile ile. Naomba unisomee Qurani sura 42 aya ya 13. Qurani sura 42, ieleweke vizuri msimamo wetu, maana watu wengine usije wakajua labda tunamzungumzia tu Muhammad hapa. Sisi msimamo wetu manabii wote. Qurani 42 13. Sawa.
Naam. Tuweze kupata picha hapo kamili. Tunapozungumzia ufalme wa Mungu maana yake, na ndio maana wanafunzi Yesu walisema hapo ndipo utakaporudishia. Ina maana ulikuwepo. Okay, anasema amekuamrisheni dini ile ile aliyomuhusia Nuhu na tuliokufunulia wewe. Ndiyo. Na tuliowahusia Ibrahim na Musa na Isa, kwamba shikeni dini wala msifarikiane kwayo. Ni magumu kwa washirikina hayo unayowaitia. Mwenyezi Mungu humteua kwake amtakaye na humuongoa kwake aelekeaye. Kwa hiyo sisi tumehusiwa sheria dini ile ile aliyohusiwa Nuhu, akahusiwa Ibrahimu, akahusiwa Musa, akahusiwa Yesu na Muhammadi, dini ya Mungu ile ile. Sasa ukija na jina lako lingine ukajiita wewe Myahudi, yani Judaism, dini ya Kiyahudi, kwa maana ukainasibisha na kabila lako wewe la Yuda, tutauliza kwani Musa dini hii alipewa, mbona kwenye Taurati Musa hajawahi kuita dini ya Kiyahudi? Au kama kuna mtu ana ushahidi anipe maandiko kwamba Musa alipopewa amri 10 na Mungu na akaja kufundisha Taurati na dini yake, aliwahi kuita Judaism? Hajawahi kuita Judaism. Wala Ibrahimu hajawahi kuita dini ya Kiyahudi, kwa sababu Ibrahimu mwenyewe huyu Yuda ni mjukuu wake. Okay. Leo ukisema Ukristo maana yake ni Christianity, unauita kwa jina la Yesu Masihi. Kwa maana katika dini ya Mungu ukitaja Ukristo na Uyahudi tutasema ni madhehebu katika hiyo dini ya Mungu. Sijui umeelewa vizuri. Okay. Kwa hiyo watu wanaweza kuwa wameasi tu wakaanzisha madhehebu yao, lakini tunasema katika ule msingi wa asili. Ndio maana kwa ikasema shara alakum mina dini, tumekuhusieni sheria dini ile ile. Na ukisoma katika suratul Bayyina, Mungu asema lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta tatiyahumul bayyina. Hawataacha wale waliopewa kitabu kabla yenu, min ahlil kitabi, miongoni mwa watu wa kitabu, wal mushrikina, kuacha dini zao hizi na wakaelekea kwa Mwenyezi Mungu. Walisema hawa hatta tatiyahumul bayyina, mpaka iwajie hoja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hoja gani? Rasulu minallah, ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni mtume Muhammad. Yatilu suhufan mutahhara, anawasomea kurasa zilizotakaswa, bi maana maneno ya Mungu, Qur'an. Fiha, ndani ya kurasa hizo, kutubun qayyima, kuna sheria zilizokuwa madhubuti. Allahu Akbar. Lakini anasema wama umiru, hawakuamrishwa hawa watu wa kitabu illa liyabudu Allaha, ila wamwabudu Mwenyezi Mungu mukhlisina lahudin, na hao na ikhlas katika dini yake, kunafaa wakielekea kwa Mwenyezi Mungu, wayukimu swala wayutu zaka, na watoe zaka, wadhalika dinul qayyim. Kwa watu waliopewa kitabu waliamrishwa waswali, watoe zaka, na wamwamini Mungu mmoja. Hiyo ndio dini iliyokuwa sawa sawa. Kwa dini iliyokuwa sawa sawa tangia wakati wa Nabii Musa, tangia wakati wa Nabii Nuhu, ni ile ile tu 42:1, ambayo dini hii ilikuwa ni ya kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja, dini ya tauhid, dini ya kumkubali la ilaha illa Allah Musa rasulullah, la ilaha illa Allah Ibrahim rasulullah. Kuna muamini Mungu na muamini na mtume wa zama hizo, kama Yesu anavyosema na uzima milele ndio huwa kujua wewe Mungu pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Hii ndio dini iliyokuwa ya sawa sawa. Sasa ukija na dini yako ya Kiyahudi, kwa maana kabila la Yuda, tunaangalia sasa wewe dini yako unaita Kiyahudi, mafundisho yako unayapata wapi? Kwenye Taurati. Ina maana kumbe wewe umetoka katika Taurati kwa dhehebu lako la Kiyahudi. Ukisema mimi ni Mkristo, sawa, wewe asili yako ni kwenye hii dini ya Mungu ambayo wewe umeanzisha dini ukaipa jina la Yesu, lakini misingi yako wewe bado unakubali vitabu vya Mungu, Taurati, Zaburi na Injili. Kwa hiyo kilichobakia ni kimoja tu, wamkubali Bwana wa mwisho ambaye ni Mtume Muhammad, wakimwamini hawala kuna mgogoro. Tunakubaliana wote kimsingi kwamba kingdom of heaven, ufalme wa Mungu, ni kuanzia manabii wote. Lakini inapoonyesha kwamba Waroma na Wagiriki na Wababiloni na Waajemi walifanikiwa kujaribu kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu, wakazima utawala wa Mungu, wakaharibu nyumba za Mungu, wakawa wanawaua watakatifu wa Mwenyezi Mungu ili dini ya Mungu isiendelee kuwepo duniani. Ni wanafunzi wa Yesu, baada ya kukata tamaa, bwana mkubwa kabla hajakamilisha misheni, Yesu anaondoka, wanashangaa, mbona mwalimu unaondoka kabla misheni haijakamilika? Lini utarudishia ufalme? Yesu anasema si juu yenu kujua majira na wakati,
lakini Yesu ameshawaambia kwamba atarudi tena katika ulimwengu kukamilisha misheni yake. Sasa tunapolizungumza hili ndugu zangu, tunasema kwamba ufalme wa Mungu unajumuisha manabii wote. Utawala wa kidini unajumuisha manabii wote. Kwa hiyo utawala huu tunazungumzia wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Danieli sura ya 7, Mungu wa mbinguni atasimamisha utawala wake ambao huu hautaangamizwa milele. Ndio tukasema kwamba utawala wa Mungu huu ambao Mungu aliukusudia, Musa aliutabiri. Twende katika Kumbukumbu la Taurati sura ya 33 mstari wa 1. Nabii Musa alizungumza juu ya nyakati hizi za mwisho, juu ya utawala huu utakuwaje na kipi ambacho kinaweza kudhihiri katika nyakati hizo. Kumbukumbu la Taurati 33 mstari wa 1. Sawa sawa. Naam. Tuweze kupata picha nzuri hapa. Ni Kumbukumbu la Taurati 33 anzia mstari wa 1. Anasema hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Naam. Hii ndio baraka ya Musa aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasemaje Musa? Bwana alitoka Sinai, akawajia kutoka Seiri, aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribath Kadeshi, upande wa mkono wake wa kulia palikuwa na sheria ya motomoto kwao. Subiri kwanza. Nabii Musa anasema katika Kumbukumbu la Taurati, Bwana alikuja kutoka wapi? Seiri. Yeah. Seiri ni wapi? Seiri ni eneo la Kanaani, karibia na ghuba inaitwa ghuba ya Akaba, ni kusini mwa nchi ya Jordan. Na unapozungumza tafsiri nyingine, Seiri wanasema ni katika karibia na ile bahari ya kifo, inaitwa Dead Sea. Ile bahari ambayo inapatikana karibia na Jordan, ambapo hata mwaka huu wana wa Israeli wanafanya tamasha la mashoga kubwa sana katika eneo hilo. Ile eneo aliwahi kuishi Luti, na Ibrahimu akaenda upande mwingine katika kuhubiri. Luti akawa anahubiri eneo hili la Seiri. Lakini ukizungumza kutoka Seiri, unazungumzia eneo hilo la Shamu. Ni ardhi ile ya manabii na mitume. Kwa hiyo Mungu alikuja kutoka Seiri, eneo hilo la Kanani mpaka Israeli, na Seiri ni eneo ambalo aliishi huyu Esau na kizazi chake. Ni eneo lile ambalo Mungu Ibrahimu aliishi maeneo hayo katika hiyo nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Kwa hiyo anasema Mungu alikuja kutoka Seiri, akaangaza wapi? Twende. Kilima cha Parani. Akaangaza kilima cha Parani. Kwa hiyo Mungu alitoka Seiri, lakini baadaye akaangaza kilima cha Parani. Parani ni wapi? Tupajue kwanza, alafu tarudi hapo. Nataka nikusumbue kidogo leo. Tupajue Parani. Parani nisomee Mwanzo 21:20. Mwanzo 21:20. Sawa. Tuweze kupata picha kamili. Mungu alikuja kutoka Seiri, lakini baadaye akaja katika akaangaza kilima cha Parani. Endelea. Mwanzo 21:20. Naam. Sawa. Mwanzo 21:20. Hapa tunamuona nabii Ismaili, sehemu ambayo anaishi. Mungu akawa na huyo kijana, naye akakuwa kakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Ndio. Okay. Sawa. Naam. Mstari wa 20. Ungeanzia Mwanzo 21 anzia 19 hapo. 19 anasema, Mungu akamfumbua Hagari macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda kajaza kiriba maji, akamnywesha mtoto wake. Kwa hiyo baada ya Ismaili kuishiwa maji, awe ndio Zamzam, Mungu akamfumbua Hagari macho, akaona kisima cha Zamzam hicho, akaenda akachukua maji, akamnywesha kijana wake. Twende. Mungu akawa pamoja na huyo mtoto, naye akaendelea kukua, alikaa nyikani na akawa mpiga upinde hodari sana. Alikuwa akikaa katika nyika za Parani, na mama yake akamwoza mke kutoka nchi ya Misri. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa hiyo ya Mwanzo 21 ukianzia 19 mpaka 20, huyu ni Ismaili. Baada ya tukio la kuhamishwa, akakaa nyikani katika jangwa. Mama yake akamchukua akamtafutia mke katika nchi ya Misri, akaoa, akaishi katika nyika ya Parani. Nabii Musa anatabiri katika nyakati za mwisho kwamba hata waacha Waisraeli yatima. Rejea katika Kumbukumbu la Taurati 33:1. Mungu alikuja kutoka wapi? Anza tena pale 33:1. Okay. 33:1 Kumbukumbu. Mungu alikuja kutoka Seiri, akatokea katika mlima Sinai, akaangaza katika kilima cha Parani. Anza tena. Okay. Sawa.
Hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema, Bwana alitoka Sinai, akawajia kutoka Seiri, aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribath Kadeshi. Upande wa mkono wake wa kulia palikuwa na sheria motomoto kwao. Naam, hapa Mungu alikwenda sehemu tatu. Kuna Seir, kuna Sinai, kuna Parani. Tunaona kwamba wana wa Israeli walipotoka Misri, walifika sehemu ya kwanza, wanapata ufunuo katika jangwa la mlima Sinai. Hivi ni kuuliza swali ndugu mtangazaji, mlima Sinai uko nchi gani? Huko Misri. Misri, yes. Sinai iko Misri. Hapa Misri hii ni Afrika. Sijui umeelewa vizuri eh? Ndiyo. Misri iko Afrika. Lakini kadhalika baadaye huyu Hajiri Misri akazaa mtoto ambaye ni Ismaili. Na huyu mama yake Ismaili akaenda kuanzisha mji wa Maka. Hapo ambapo walipata maji hayo ya Zamzam. Ukianzia hiyo Mwanzo 21 kuanzia 19 ni Maka. Lakini tunaona kwamba huyu Ismaili vile vile aliolewa mtu kutoka kwa Misri vile vile, ambao wanaanzisha mji wa Maka. Na hapa nataka nitoe siri nyingine watu waweze kujua. Kumbe dini zote hizi kubwa, tunaona kwamba Taurati kwa mara kwanza imeteremka Afrika, kwenye bara la Afrika. Hata sio Mashariki ya Kati. Sio, umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo kitabu cha kwanza kikubwa duniani kimeteremshwa Afrika. Siseme kwamba manabii wengine wameongea na Mungu walikuwa na vitabu, lakini havikuwa vikubwa kama Taurati vya sheria. Kitabu kikubwa kabisa cha sheria cha kwanza ni Taurati, kimeteremshwa katika milima Sinai, Afrika. Okay. Sio Israeli wala sio Arabuni, muelewe vizuri hapo. Lakini kadhalika huyu Ismaili ni chotara wa Kiafrika na Kiajemi. Yaani Ismaili ana pande mbili. Ana pande ya Kiafrika na pande ya nini? Kiajemi. Ya Kiajemi. Hawa Wajemi ni weupe, lakini hawa Misri wa mwanzo wa Coptic ni weusi. Na hapa ndipo Mungu alikuwa anaandaa mpango wa mataifa yote, kwamba huyu Ismaili anaandaliwa sasa ili baadaye atoke Muhammad awe mtume wa watu wote. Kwa nini? Baadaye Waafrika watahoji, mbona sisi hatuna mitume? Sijui umeelewa vizuri? Waafrika wanahoji, mbona manabii wote weupe? Na wazungu, Mungu akaleta nabii mweusi, wangesemaje? Kwa nini Mungu aleta nabii mweusi? Unaona matatizo hayo? Sawa. Ndio Mungu akaandaa mpango. Akamtoa Ibrahimu kwao katika nchi ya Uajemi, akaja akaoa mwanamke wa Kiafrika mweusi, akazaa mtoto chotara ambaye amechanganya damu mbili, damu ya mtu mweusi na damu ya mtu mweupe. Hapa unaandaliwa mpango wa mataifa yote, mpango wa kimataifa. Na haitoshi, bado mama yake akamchukulia msichana mwingine mweusi kutoka Misri. Okay. Ismaili akaoa mwanamke wa Kiafrika ambaye ni mweusi kutoka Misri. Japokuwa historia ya Kiislamu inasema baadaye mtoto huyu Ismaili alimwacha kwa sababu alikuwa jeuri. Okay. Imepokelewa katika Bukhari kwamba Ibrahimu alikuja Maka, akamkuta Ismaili, akamkuta mkewe. Ismaili akwepa, alienda kuinda. Ndio maana Biblia inasema akawa mwindaji. Akauliza yule mzee kama ni Ibrahimu, yule mwanamke amjui. Amona mzee kaja kavaa kikoi kachoka, anamchukulia poa tu. Okay. Binti yangu mume yuko wapi? Ameenda kuinda. Ibrahimu akamuuliza, kwani mnaishije hapa kwenu? Yule binti ambaye aridhiki na maisha yake akaanza kuropoka. Unajua bwana, maisha magumu. Unaona bwana, huyu Ismaili bwana wakati mwingine anapata riziki, wakati tunakosa tunalala na njaa, maisha magumu sana. Okay. Basi yule mzee hajamjua ni Ibrahimu, akamwambia bwana sikiza, akija Ismaili mwambie kaja mzee mmoja hapa akasema hivi, kizingiti cha mlango kibovu akiondoshe. Basi akaja Ismaili, karudi akamwambia bwana amekuja mzee mmoja hapa, akaniambia bwana, akanihoji baadhi ya maswali, akaniambia kizingiti cha mlango kibovu kiondoshe. Akamwambia huyo ni baba yangu Ibrahimu, amesema nikuache, akampa talaka. Okay. Lakini kipindi hicho kashazaa naye watoto 12. Okay. Hapa hao watoto 12 ndio zile 12 za Makureishi. Ndio katika Mwanzo 17 inasema atazaa masaidi 12, mabwana 12, ndio akaoa mwanamke wa pili, sasa hapo ni Mwarabu. Okay. Umeelewa vizuri? Hapa nataka kueleza nini? Kwamba hata Ismaili baada ya kuanza kuishi pale Maka na kupata maji ya Zamzam,
Wale Waarabu wafanyabiashara kutoka Yemen walivyopita pale wakaona kisima wakatamani kukaa pale. Hajiri akasema hapana, mkija ukaa hapa mnikubali mimi ndio bosi mimi na mwanangu. Kwa hiyo kiasili Maka ni mji wa Afrika. Sio maneno vizuri Sawa. Kiasili Maka ni mji wa Hajiri, Misri ni mji wake. Ndio maana wale Waarabu walikaa pale kwa chini ya amri ya nani? Ya Hajiri. Na mwanae Ismaili. Kwa hiyo kiasili Maka ni ya kwetu sisi. Sawa. Hiyo historia uelewe vizuri. Maka ni ya kwetu sisi wa Afrika. Aliyeasisi mji wa Maka ni Hajiri, Misri. Na Hajiri Misri ni Mkipti, sio Mwarabu wala si Mwajemi, ni Mwafrika mweusi. Kwa hiyo mji wa Maka umeanzishwa na Hajiri, mama yake Ismaili ambaye ni Mwafrika. Sasa kazi kwenu nyinyi mnasema unajua Mungu hakuleta mtume mweusi. Unajua Mungu hapana. Huyu Muhammad ambaye anatokana na ukoo wa Ismaili, yeye ni chotara wa damu mbili. Anatokana na watu weusi na Waajemi wapo kutoka katika ghuba ya Uajemi. Na ndio hapa kuna siri kubwa sana. Biblia inasema Mungu alikuja kutoka Sinai, akaangazia kutoka katika kilima cha Parani. Akaja katika mlima wa Seir. Seir tumeona kwamba ni Yerusalemu, lakini alikuja pia Parani. Hapo ni eneo lote ile kuanzia Sinai mpaka unakuja Arabuni. Yaani mpaka wa Misri na Arabuni ulikuwepo, watu wanavuka tu pale. Sawa. Mpaka walipochimba ile Suez Canal. Ndio wakaharibu kwao na mfereji pale, lakini zamani walikuwa wanavuka tu pale wanaenda Arabia, wanakuja huko Misri. Nilikuwa ni eneo moja tu hilo. Na ndio maana kule katika Galatia amesemaje? Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko wapi? Arabuni. Kwa hiyo zamani sana eneo la Sinai Peninsula lilikuwa linahesabika kwamba ni eneo la Arabuni. Na hata Parani ni maeneo hayo. Tuelewe vizuri sana. Kwa hiyo hapa Musa anatabiri, Mungu alikuja kutoka Sinai, akaangazia kutoka mlima Seir, akaja katika kilima cha Parani. Hapa inamaanisha nini? Katika Qur'ani kuna sura inaitwa sura Tin. Inasema watini wa zaituni. Mungu anaapa kwa mtini na mzeituni. Nini maana mzeituni? Mzeituni ni mimea ambayo asili yake ni katika mlima wa Sinai. Hii ni miti ya maajabu sana. Ambayo hii inaitwa olive oil, ndio mafuta makubwa leo ukisikia hao mitume fake hao wanasema sio na mafuta ya upako yametoka hapo Misri. Sasa katika mlima Sinai. Na Qur'ani imesema ni mafuta ambayo yana asili ya Misri, Afrika. Na ninakwambia hata Waisraeli ili mtu atawazwe awe mfalme lazima mwagoe mafuta katika kichwa. Wakina Daudi wote, wakina Samueli, wakina Suleiman, ili uwe mfalme wa Israeli lazima wakumwagia mafuta yaliyobarikiwa. Ndio ile watini wa zaituni. Mungu anaapa kwa mtini na mti wa mzeituni. Waturi sinina, na kwa mlima wa Sinai ambao hapa Sinai amepelekewa utume Nabii Musa. Musa anasema na katika mlima Parani wa hadha albaladi lamin, na kwenye huu mji wenye amani wa Maka. Sehemu tatu hizo. Kuna mlima Seir, kuna jangwa la Parani, na kwenye mji wa Maka, eneo ambalo alipelekewa utume Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tunapozungumza swala la hili tunalizungumza kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelizungumza katika utaalamu wa hali ya juu, na ndiyo maana katika ile tafsiri, nikimalizia kipengele hicho kwa sababu muda umeenda na leo tutafanya mada fupi kidogo, ili baadaye tutaiendeleza tukizungumza ndoto ya jiwe. Tumeona Biblia inasema katika Danieli ile 17 mstari wa 13 mpaka 14 kwamba katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atasimamisha utawala usioangamizwa. Katika bishara na katika maelekezo, mtume alikuwa na shangazi yake anaitwa Safia binti Abdul Muttalib. Yaani huyu Safia alikuwa ni ndugu wa babake Mtume Muhammad. Lakini aliishi mpaka Muhammad wakati fulani, Muhammad tayari yeye anaanza kupewa utume na baadaye mtume akawa nabii kabisa. Huyu Safia yupo. Sasa aliwahi kuota ndoto, na hapa nitamalizia leo na nitaendeleza mada hii inshallah biidhnillah taala siku nyingine. Anasema Bi Safia, hadithi imepokelewa katika Sahih Buhari katika mlango unazungumzia wahi. Imepokelewa katika Sahih Buhari katika mlango unazungumzia wahi. Bi Safia anasema yeye siku moja alilala akaota ndoto.
Aliota ndoto gani? Aliota ndoto kwamba kuna jiwe limeporomoka kutoka katika milima ya Maka. Jiwe kubwa sana. Lilipokuja katika mlima wa Maka likaupiga chini katika ule mji wa Maka, likasambaratisha mji wote. Matokeo yake ni kwamba kila mabaki la ile vumbi ya lile jiwe likaingia katika nyumba za Makureishi. Aliota ndoto hii, lakini baadaye ikatafsiriwa, akaambiwa hii inaashiria kuna tukio kubwa litakalojitokeza. Watu wakatafsiri wanavyojua. Lakini kimsingi tuseme hii ishara ilikuwa inazungumzia juu ya kadhia nzima ya ushindi wa dola ya Kiislamu. Kwa hiyo baada ya ndoto hii kutafsiriwa, tunasema kwamba hata tukio la Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alipokuwa amepewa utume katika mji wa Maka, si tukio ambalo lilizuka limezuka hivi. Kwa hiyo tumeona Bibi Safia naye alipata ndoto kubwa, akiona jiwe kubwa ambalo linapiga mji wa Maka na kuvunja vipande. Na hii baadaye ikaja kudhihiri kwamba Mtume alipata ushindi mkubwa sana katika vita vya Badri na vita vya Uhud. Japokuwa watu wengine huona Waislamu walishindwa katika vita vya Uhud, lakini kiukweli Uislamu ulipata ushindi kwa sababu makafiri hawakufikia lengo. Lengo lao ni kumwangamiza Mtume na Uislamu. Lakini bado Mtume alisurvive katika mazingira hayo. Na sababu kubwa iliyotokeza hapa ni kwamba Waislamu wasiokuwa waaminifu, wale maswahaba, walivunja maelekezo ya Bwana Mtume. Waislamu walipigwa sana katika vita hivi na baadhi ya maswahaba walikufa katika vita vya Uhud. Lakini kimsingi ndugu zangu, tunapozungumza kipengele hichi tunazungumza mambo makubwa. Kwa hiyo sasa hapa niseme kitu kimoja, kwa sababu ya muda nilikuwa nataka unisomee aya moja. Kwa sababu nazungumzia utawala wa ufalme wa Mungu, Kingdom of Heaven. Sasa nisomee Mwanzo 12:1. Itakuwa aya yangu ya mwisho kwa siku ya leo, lakini somo hili tutaliendeleza inshallah biidhnillah taala, Mwenyezi Mungu akitujalia kwa mapenzi yake. Twende Mwanzo 12:1. Sawa. Kitabu cha Mwanzo 12. Na katika hilo tunapata baraka za Nabii Ibrahim. Twende. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mungu anamwambia Ibrahim atoke katika nchi yake Babiloni, Iraki, aende katika nchi Mungu atakayemuonyesha. Ndio nchi ya ahadi hiyo ambayo ni Palestine. Ndiyo. Na atalikuza jina lake na Mungu atambariki na Ibrahim atakuwa nani? Baraka. Yes. Nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamii zote za dunia watabarikiwa. Sasa hapa kuna msingi kwamba Mungu atamfanya Ibrahim kwa taifa, atamtoa katika nchi yake ya Iraki, atakwenda katika nchi ya Kanani, lakini Mungu atambariki Ibrahimu kwa wale watakaombariki na watakaomlani Mungu atakaombariki. Na ndio maana sisi Waislamu tuna swala ya Mtume, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka Hamidum Majid. Ndio maana nilifasiri katika wakati uliopita. Ndio. Kwamba sisi Waislamu tunamkubali Nabii Ismaili, tunamkubali Ibrahimu, tunamkubali Mtume. Mungu anasema atakayembariki Ibrahimu amebarikiwa, atakayemlani amefanyaje? Sasa wewe ukisema Ibrahimu alizini, kazi unayo. Mimi naamini hata wale Wayahudi wa Kristo wenye nia safi wala hamtukani Ibrahimu, wanamkubali kwamba Ibrahimu ni baba wa imani, na hakuna Mkristo anaweza kukubali leo kwamba Ibrahimu alizini. Na ndio maana Paulo anasema jueni basi wale walio wa imani hao ndio wana wa nani? Wa Ibrahim. Kwa hiyo kwa hayo machache leo nitasimama hapa, lakini mada hii inaendelea. Tunazungumzia utawala wa Roma, lakini kadhalika tunazungumzia utawala wa 4 ambao ni utawala wa jiwe. Tunaona kwamba Mungu wa mbinguni atasimamisha utawala ambao enzi yake hatawachiwa mwingine yoyote. Kwa hiyo kwa hayo machache nitatoa namba yangu ya simu kwa watu wenye maswali ya kuniuliza, ni 0714 829191 0714 829191. Kwa hayo machache niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.